Athari kubwa ambayo watoto wadogo wanaipata kwa sababu ya kuwa na afya duni ya kinywa na meno ni nyingi sana, lakini kubwa sana inakuwa ni kuathirika kisaikolojia, ambayo hali hii inawapelekea watoto kukosa na kushindwa kujiamini katika kufanya mambo yao. Sasa kama mtoto wako atakuwa na dalili hizi, anatoa harufu mbaya kinywani, ana meno yaliyotoboka, fizi zinatoa damu, ni mtu analalamika maumivu ya mara kwa mara, hawezi kula baadhi ya vyakula kwa sababu ya maumivu, na sifa nyingine nyingi za namna hii, basi jua kabisa mtoto wako anapata athari sana kisaikolojia. Sababu kubwa ni nini? Kwa sababu kubwa ni kwamba mtoto, cha kwanza, anahisi kama yuko tofauti na wengine, kwa sababu mara zote anajiona anatoa harufu mbaya kinywani, lakini akiangalia mwingine anaona bwana mwingine hatoi. Sasa anajihisi kwamba hii shida huenda ni ya kwangu peke yangu. Kwa hiyo inamtengenezea mazingira ya kuanza kujidogoesha na kuanza kujiona kwamba yeye ni tofauti na watu wengine, aidha kwa sababu anatoa harufu hii mbaya, au kwa sababu anatoa damu, au kwa sababu ana chochote ambacho ni tofauti na mwingine, anaanza kujiclassify peke yake. Kwa hiyo hii inamtengenezea kukosa kujiamini, ambao kukosa kujiamini ina athari nyingi, kwa sababu mtoto ndio mwanzo wa kukosa confidence, ndio mwanzo wa kukosa kujiamini, ndio mwanzo wa kukosa wa kuathiri hata tabia za ukuaji wa akili pamoja na mwili. Kwa hiyo mzazi, nitatamani nitoe ushauri wa moja kwa moja. Kama unamjali mwanao, msaidie kuchunguza na kufuatilia maendeleo ya afya yake ya kinywa na meno. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu kuliko unavyofikiria wewe. Yaani haishi tu kutoa damu, haishi kutoa harufu mbaya, inamuathiri kisaikolojia sana. Japokuwa anaweza akawa hajui ama asikwambie, lakini kitu ambacho unatakiwa umsaidie. Kwa hiyo nitaomba tu msaidie mtoto wako, msaidie sana mwanao.